Kitu kinachonichukiza Tanzania ni pale ambapo watu bunge la Ulaya linasimama kuzungumzia kuhusu nchi ya Tanzania, afu si kusapoti maendeleo yenye manufaa Tanzania, bali kusapoti ujinga na upumbavu. Alafu viongozi wa Tanzania ili jambo wanaliona kama vile si wanalichukuliaje yani. Sasa ili jambo linatuumiza sisi wananchi. Sema si wa Tanzania tuna tabia sana ile ya kutulia na jambo, yani tunatulia tu moyoni. Lakini kwa haya yanayoendelea Tanzania, tunataka Tanzania iwe free. Tunataka Tanzania iwe inajiongoza yenyewe. Hatutaki ushauri kutoka kwa wazungu, maana wazungu tunajua ni wapumbavu. Hakuna watu wapumbavu kama wazungu duniani. Mzungu hajakupenda wewe Mwafrika kwa sababu ya ngozi yako. Mzungu kakupenda wewe Mwafrika kwa sababu anajua kuna kitu kiko chini ya ardhi ambacho yeye kitampa manufaa. Pia atakudanganya kwa dola moja hafana kuibia dola 25. Sasa hivi vitu hivi vinatuumiza sana. Ndio maana nchi yetu inazidi kwa kwamba inazidi kudidimia, baada ya kupanda inazidi kudidimia. Inadidimia sana. Bandari imeenda zake. Sio kusema imeuzwa, simefanyia magoshigoshi huko, imefanyia mauchoko huko. Tukija masuala ya migodi, Tanzania tuna almasi nyingi sana, lakini hatujasikia tuna akiba hata ndogo ya dhahabu, bali tuna madeni nchini. Tena madeni ambayo kitajua deni si trilioni 9, si trilioni ngapi, pesa nyingi. Afu pesa zinakopwa, kinachoendelea nchini hakipo. Tuweni na msimamo. Viongozi wa Tanzania tuweni na msimamo. Kitu mnachokifanya kinaumiza sana. Kinaumiza hali ya juu kuliko maelezo. Tusipoamua kusimama, kufanya, kukataa, tutakuwa watumwa wa wazungu mpaka lini? Tutawasikiliza wazungu mpaka lini? Wazungu wana kipi ambacho wewe wakikusaidia yani wanakuwa na yani kinakupa manufaa kipi? Sijakiona hata kimoja cha wazungu. Kama ni magari tunanunua, hatupewi bure. Kama vyakula tunalima. Ni kwa nini serikali isitengeneze viwanda vya kutengeneza dhahabu wao wenyewe? Dhahabu zifungua benki ambayo inakuwa inatunza mali za Tanzania. Kwa nini